ahkam zinazofungamana na simu ya mkono. Enyi ndugu wa Islam, kama ulikuwa hujui kwamba hii simu ina ahkam hizo, kama hukuzifuata, iwapo utazipuza, utasema potelea mbali, utasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uhesabiwe nayo simu hiyo. Hii simu ulionayo iliyoko katika mifuko yetu leo, wengine wana moja, wengine wana mbili, wengine wana tatu, huenda ikawa ni sababu ya wewe kuneemeka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kuadhibiwa يوم القيامة في نار جهنم. Hii simu, chombo ala kidogo ambacho leo tukichukulia kwa madharau, tunaona kama ni chombo cha kawaida, chombo cha teknolojia cha kawaida, lakini huenda kikawa ni sababu ya naimul abd يوم القيامة au adhabi, neema ya mwanadamu siku ya kiyama au adhabu yake. Hukumu ya kwanza yafaa na ni dharura uifahamu ewe Muislamu juu ya simu hii. احذر تتبع عورات المسلمين. Hukumu ya kwanza inayofungamana na simu ni Muislamu utahadhari na kufuata aibu za Waislamu kupitia na chombo hicho cha simu. Tahadhari na kufuatilia na kutafuta aura na aibu za Waislamu wenzao. Simu tulizonazo leo takriban zote, isipokuwa simu aina kadhaa, ni simu ambazo zinajulikana ndani yake zina kamera, na ni simu ambazo zinaweza zikahifadhi mambo chungu nzima, moja wapo wa mambo hayo yakiwa ni mapicha. Kwa hivyo simu iliyo na kamera, leo Muislamu anaweza kuchukua simu ile akamtegesha Muislamu mwenzake wakati hajui, pengine afanya makosa fulani, pengine kuna jambo fulani laendelea, akamchukua kwenye kamera akahifadhi kwenye simu yake. Punde sipunde, katika madakika machache, chini ya dakika 5, picha hizo zishafika sehemu zote za ulimwengu mzima. Mwangalie ni fulani afanya nini, mwangalie ni fulani iko wapi, mwangalie fulani yuko na nani. Aura ya Waislamu, aibu za Waislamu, Muislamu anazitafuta kupitia kwa chombo hicho cha simu, na azieneze kwa wanadamu na azieneze kwa walimwengu, ili apate kumkosoa na apate kumtia dosari na apate kumtia aibu Muislamu mwenzake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kwa sababu huu ni udhia, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema ndani ya Qur'ani tukufu, walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Na wale ambao wanawaudhi Waislamu wa kiume na Waislamu wa kike, waumini wa kiume na waumini wa kike, wanawaudhi, na huo ni udhia mkubwa kwa mu'min wa kiume na mu'min wa kike. Katika ule udhia mkubwa, huo ni mmoja wapo wa ule udhia, bighairi maktasabu, pasina ya dhambi lolote, haja kukosea, haja kufanyia makosa, haja kula mali yako, haja kutukana, haja kupiga, haja kudhulumu. Wewe uende ufikie daraja ya kumkosea na kumudhi kiasi hicho, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Hao wamebeba madhambi makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wana maswali mazito watakaokwenda kuyajibu يوم القيامة. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema fi alhadith alladhi rawahu at-Tirmidhi bi isnadin sahahahu al-Albani rahimahullah, qala ya ayyuha an-nas, في رواية يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. Enyi kusanyiko la Waislamu walioamini kwa mdomo, imani zao bado hazijaingia ndani ya mioyo yao, la tattabi'u awrati almuslimin, musifuate aura za Waislamu, musifuatilie aura na aibu za Waislamu wenzenu. Fa inna man tatabba'a awrata akhihi almuslim, yule atakayefuatilia aibu za Muislamu mwenzake, tatabba'a Allahu awratah, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye vile vile atazifuatilia aibu zake. Waman tatabba'a Allahu awratah, na yule ambaye Mwenyezi Mungu atamfuatilia katika aibu zake, yafdhahuhu walau fi jawfi rahli, Mwenyezi Mungu atamfedhehe hata kama ndani ya nyumba yake. Mwenyezi Mungu atakufedhehe.
iko siku moja na wewe vile vile utafedheheka kama ulivyotaka kumfedhehe Muislamu mwenzio.